Mimi kama mimi na hofu kubwa siku yote nitapotea bila kuonekana. Kwa kitendo cha nini? Kusujudi tu kumshukuru Mwenyezi Mungu, kuongelea swala la tembo nyama. Japokuwa yatafika leo hii kabla jioni, lakini usalama anaacha kufanya yao, wananifuatilia mimi kila siku nyumbani. Nikirudi pale bwana, nilikuja gari hapa kuna fulani wako hivi hivi. Kwa tatizo la nini? Tembo nyama. Serikali ya kijiji tumekataa kubishana na kiongozi wetu kutokana na nini? Swala la tembo nyama. Aje kama hapa, aje kuongea na wananchi. Imekuwa kero. Kumbe maadui wa tembo nyama wapo wanajulikana. Tunahangaika sisi, mheshimiwa, tunakuomba chonde kwa niaba ya wenzangu na mimi binafsi, utusaidie hili swala, tuwe huru watu wa Kanga kuhusu swala la tembo nyama. Wachawi wapo, wafuatwe. Asante. Na limekolea, tulimuita hapa mkuu wa wilaya aje hapa tusaidie kuhusu jambo hili. Katugomea. Tukamuita mara ya pili. Akaja tena, alitumwa, alikuja katibu tarafa hapa. Tukamuita aje, katugomea. Sasa sijui kama tumemkosea au kama kuna mahala tumeteleza wananchi wa Kanga au vipi. Naomba sasa taarifa nilizonazo kwenye hicho kikao cha banja kilichofanyika, alisema kwamba siji Kanga, labda mlite. Mimi nina hofu ya kumuita kwa sababu hata ukimuita haji. Sasa niseme tu kwamba mkatusaidie aje Kanga naye aseme neno kuhusu neno hili. Kwa laumu madiwani wetu, kwa laumu wabunge wetu, na kwamba hiyo ije itumike kwamba ndio sababu ya kuwanyima kula, mimi naona hiyo sio sawa. Twende nalo hili jambo kwa kufuata taratibu mpaka lifike mwisho wake. Na washukuruni sana. Kikao nimeahirisha, maana sasa hivi hatufungi vikao. Kikao nimeahirisha mpaka siku nyingine. Mimi mbunge wenu sijui chochote. Sijapewa taarifa, sijatumiwa message, sijashirikishwa, sijaulizwa kitu chochote. Naomba niwape taarifa leo mbele yenu. Na maneno haya nayaongea leo na niliyaongea jana. Jana tulikuwa na kikao cha kamati ya fedha, nilisema kwamba kwenye jambo hili mimi sikushirikishwa kwenye kitu chochote, na mimi naomba niulize hali ilikuwaje. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo kwanza naomba nitoe hiyo taarifa kwamba mimi kama mwakilishi wenu, mbunge wenu, kwenye swala la tembo nyama sijashirikishwa. Sikushirikishwa kabisa. Ni jana nimeomba hizo document walizosaini. Ni jana nimeomba huo muktasari uliokwenda baraza la madiwani kusema kwamba madiwani waliridhia. Ni jana. Kwa hiyo naomba nilichukue hili. Nimeambiwa nitaletewa hizo document zilizosainiwa. Tumeelewana? Nitakapozipata document zilizosainiwa, nitakapopata muktasari wa kikao cha baraza la madiwani kwa mujibu wa sheria ambao ndio ulipaswa upitisha jambo hili, umeelewa? Mimi nitakuja kwenu na hizo document. Nitakuja kwenu na hizo nyaraka. Tumeelewana vizuri? Lakini kwa taarifa ya jana kwamba kile kilichoingiwa au yale makubaliano au ule mkataba waliosaini sio mkataba. Tunaelewana vizuri? Sio mkataba. Ni kitu kinaitwa MOU. Ni Memorandum of Understanding. Tumeelewana vizuri? Wanasema ni makubaliano ya nini? Ya awali. Kwa hiyo mkataba wenyewe bado. Sawa, makubaliano yale kwa mujibu wa maelezo ambayo nilipewa mimi kwenye kikao, makubaliano yale yatakaa kwa muda wa miezi 6. Yaani yenyewe yanakuwa hai kwa kipindi cha miezi mingapi? Miezi 6. Baada ya miezi 6 sasa utatengenezwa mkataba wa kisheria ambao unaitwa lease agreement. Lakini hiyo lease agreement inatokana na mkataba huu. Kwa hiyo kuna baadhi ya vipengele humu vitakuwepo kwenye mkataba huo mkubwa. Kwa hiyo ule mkataba mkubwa sasa ndio utaainisha kwamba malipo ni kiasi gani, tunakodisha au tunauza. Umeelewa? Jojo itapata nini, Banja itapata nini, Kanga itapata nini. Ni mkataba wa umri gani? Utaainishwa kwenye mkataba mkubwa. Kwa maelezo ya lini? Kwa maelezo ya jana. Kwa hiyo mimi naomba nilichukue hili. Na kaka Yusufu, sijui umesema unaitwa polisi, unaitwa wapi? Yaani umeshtuka kinasikitisha. Kila siku unafuata. Usalama mpaka nyumbani wanakuja hawajajiuliza siku akoniona maisha yangu atakuwa wapi. Itakuwaje? Sawa.
Sasa hili la kutishiwa maisha na kutishiwa usalama, umenielewa? Hili sasa kaka Yusuf unaona uende ukaripoti vile vile kwenye vyombo vya nini vya sheria. Maana tayari una hofu. Sawa? Kwa hiyo na wewe ukaweke kinga mapema. Unaona kwamba jamani, mimi kila nikikaa nyumbani kwangu kuna watu wanakuja. Maana lazima hiyo tu document kisheria, yani jambo lolote linapotokea kwenye mazingira yako ni lazima na wewe ulichukulie hatua. Kwa hiyo kwa ushauri tu wa kiongozi kwamba na wewe nenda katoe taarifa. Sawa? Unawezekana ukachukua na arabi yako ukawa nayo kama unawajua watu wanao kutafuta, ili kule sasa unaanza kuweka maelezo ya nini ya awali kwamba na mimi hapa nimeshatengeneza kinga, ili lolote litakaokuja kutokea baadaye zitaanza kupekuliwa hizo kumbukumbu za nyuma kwamba kumbe huyu bwana alishawahi kutoa taarifa. Kwa hiyo mimi nikushauri tu ushauri kwamba tutoe taarifa. Kwa hiyo kwenye swala la tembo nyama, wazee wangu, ndugu zangu, mimi naomba nitoe ufafanuzi huo, na mimi naomba mniamini tu. Jana mimi nimezungumza kwamba hakuna mkataba wowote utakao sainiwa pale iwapo mimi nitakuweko pale. Tunaelewana vizuri? Niwahakikishie hakuna mkataba wowote, hiyo lease agreement, utakao sainiwa sawa na mimi nikiweko pale kama watu wa Kanga hamjashirikishwa. Hiyo ni waahidi na niwaambie hapa. Hakuna chochote kitachoendelea pale bila nyinyi kufanya nini? Kushirikishwa na kuridhia. Hiko kilichomo humo, sawa? Hakuna kitu chochote kitakachoendelea pale bila watu wa Banja kufanya nini? Kushirikishwa. Banja si vijiji viwili, bila watu wa Banja kufanya nini? Kushirikishwa na kuridhia. Hakuna kitu chochote kitakachoendelea mbele pale bila waheshimiwa madiwani hawa na mimi nikiwemo kushirikishwa na kuridhia. Huo ndio msimamo wangu mimi kama kiongozi wenu. Nipigieni makofi. Sasa mniombee uhai, mniombee uzima, sawa? Lakini itakapofika huo wakati, sawa? Ili jambo hili tulisimamie vizuri. Nyie watu wa Kanga, ili tulisimamie vizuri lazima turudi pale. Ndugu zangu, ni wakenda vivuruge pale. Wakenda vivuruge pale, mtakuja kupata shida. Tunaelewana vizuri eh? Lazima tuongee ukweli. Kuna baadhi ya watu, ndugu zetu, viongozi wenzetu wako pale kwa ajili ya maslahi nini? Maslahi yao binafsi. Mimi niwaambie kabisa. Tunaelewana vizuri eh? Sisi moyo. Eneo la mwisho, ndugu zangu, kuna mzee Bakari Hamisi. Amesimama amezungumzia habari za ofisi za chama. Mzee Hamisi, ajenda yangu ya mwisho hapa ilikuwa ni ofisi za nini? Za chama. Nikasema na mimi nimejitolea tuanze ujenzi wa ofisi za chama. Na kuna siku niliyosema hiyo, nilipokuja hapa nilikuja na mifuko 50 ya simenti. Nikasema siwezi kutoa mifuko 50 kama eneo hakuna, tukaonyeshwa eneo hili hapa. Hili la kiwanja hiki ambapo hapo ili jengo liko vunjika. Tulipopima ili jengo ili eneo hapa ni mita 7 kwa mita 8. Jengo letu sisi lina urefu wa mita 20. Lina upana wa mita 14. Kwa hiyo lisingeweza kuingia hapa. Kwa hiyo mzee Bakari, kama una eneo, umenielewa, hapa Kanga, kwa sababu ofisi zile zinajengwa kwenye makao makuu ya nini? Ya kata. Kama una eneo hapa Kanga kwenye makao makuu ya kata, tupe. Sasa tuanze kujenga hata kesho. Tunaelewana vizuri eh? Tuanze kujenga hata kesho. Sisi moyo. Sisi moyo. Ndugu zangu, kwa yale ambayo yalikuja hapa nimetoa ufafanuzi. Hakuna kitu nilichojibu hapa. Nimetoa nini? Ufafanuzi. Majibu ya haya ni nini? Ni vitendo. Sawa? Tembo nyama majibu yake ni kushirikishwa kwenye nini? Kwenye mchakato. Ndio majibu sahihi, sio? Shule hapa walimu hakuna, majawabu ni nini? Ni kuleta walimu. Haya ndio eleza mimi hapa ni ufafanuzi tu. Sio majibu. Sawa? Kwa hiyo nimetolea ufafanuzi. Baskeli mpaka zikifika ndo majibu ya baskeli. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaomba uridhie kama utakuwa na jambo lolote la kuongea, uongee, alafu baadaye tuahirishe kikao chetu, chakula kinapoa na wajumbe wanaenda mbali waweze kurudi. Nawashukuru sana, Mungu awabariki sana. Asanteni kwa kunisikiliza. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Idumu kata ya Kanga. Idumu kata ya Kanga. Mwenyezi Mungu jalie watu wa kata ya Kanga wasiwe wanafiki. Amin. Wasiwe waongo. Amin.
wasende kwenye vikao vya kinyamkela, wasitembee na mbilikimo. CCM oyee! Mheshimiwa Katibu lolote.